Wiki mbili baada ya mazishi, Lina na watoto wake hatimaye walirudi kwenye nyumba yao mjini. Alipogeuza ufunguo kwenye kufuli na kusukuma mlango ufunguke, ukimya uliowapokea ulikuwa mzito kama blanketi. Nyumba bado ilikuwa na harufu ya perfume aliyopenda Kamau, na viatu vyake vya akiba bado vilikuwa vimepangwa vizuri chini ya meza ya korido. Tarik, Mika na Noah waliingia polepole, hatua zao ndogo zikitoa sauti kwenye sakafu ya vigae. Kwa kawaida baba yao angekuwa akipaza sauti kutoka sebuleni, "Ni nani huyo anayekuja kuniharibia amani yangu?" Kisha angecheka kwa sauti kubwa na kuwapa kumbatio. Sasa hapakuwa na kitu isipokuwa mlio mdogo wa friji. Lina alisimama katikati ya sebule, nguo yake nyeupe ya asubuhi ikionekana kama kivuli kwenye mwanga hafifu. Alitazama kile kiti cha kujiegemeza ambacho Kamau alipenda kukalia akitazama habari. Maumivu yakamjia upya, kana kwamba ajali ilitokea saa moja iliyopita tu. Alikaa kwenye ukingo wa sofa na kuwavuta watoto wake karibu. Wote walilia kimya kimya ndani ya nyumba iliyokuwa imepoteza mapigo yake ya moyo. Wiki moja baada ya kurudi, wakati Lina akianza kujifunza kuishi ndani ya nyumba bila mume wake, kulisikika mlango wa mbele ukigongwa kwa nguvu. Lina alifuta mikono yake kwenye kanga yake na kwenda mlangoni. Alipofungua, moyo wake ukashuka. Waliosimama pale walikuwa Mama Zawadi, akiwa ameandamana na Baraka na Dante. Hawakuwa na mabegi madogo ya kutembelea. Walikuwa na masanduku makubwa mazito na magunia ya vyakula chini ya miguu yao. "Mama, shemeji Baraka?" Lina aliuliza kwa mshangao. "Sikujua kama mnakuja mjini leo." Bila kusubiri mwaliko, Baraka alinyanyua mabegi mawili na kusukuma kuingia ndani, bega lake likimgonga Lina. Dante alifuata nyuma, akiburuta sanduku lililokwaruza sakafu. Mama Zawadi aliingia wa mwisho, uso wake mkali akitazama sebuleni. Nyumba ambayo mwanamume amefariki haipaswi kuachwa mikononi mwa mwanamke peke yake, Mama Zawadi alisema, akiweka mkoba wake juu ya meza ya chakula. "Tumekuja kukaa hapa, hatuwezi kuacha mali ya mwanetu ipotee." "Lakini hakuna nafasi," Lina alibabaika, akimtazama Baraka akiweka mizigo kwenye chumba cha wageni. "Na bado tuko kwenye maombolezo. Nahitaji muda na watoto wangu." Baraka alirudi sebuleni, akichezea funguo alizochukua kwenye bakuli la koridoni. "Maombolezo yameisha Lina. Kuanzia leo sisi ndio tunasimamia hapa. Tuko hapa kuhakikisha jasho la kaka yetu halipotei hewani. Unapaswa kufurahi, familia yako imekuja kukusaidia." Lina aliangalia masanduku yaliyopangwa kwenye korido yake na akatambua amani aliyokuwa ameanza kuijenga imepotea. Watu waliopaswa kumfariji walikuwa wamekuja kuchukua kila kitu.